Sasa upi wajibu wenu? Wajibu tumezungumza, wajibu ni yale yote ambayo wewe sasa unatakiwa kufanya kwa ajili ya kikundi chako. Sawa? Huo ndio tunaoita wajibu. Nini unatakiwa ufanye? Sasa hapo kwenye wajibu wako kwanza ni kuunda vikundi kwa kuzingatia utaratibu wa utambuzi kwa njia ya mfumo wa elektroniki wa utoaji wa usimamizi wa mikopo vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambalo hili mmeshatimiza tayari, si ndio? Tunatambua mmeshajisajili kwenye mfumo, tunawaona. Kwa hiyo hili limeisha. Wajibu wenu wengine kuhakikisha kuwa kikundi kinajiwekea akiba kwa ajili ya uendelevu wa miradi yao. Tunatamani sana sisi kama viongozi, lakini hata pia serikali, hata mawazo Mheshimiwa Rais ya kuitoa hii mikopo kwa haya makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ni kuona hivi vikundi vinaendelea. Sio tu mmemaliza tu kulipa mkopo basi kikundi kinakufa. Hilo sisi tulitamani na tulitarajia. Sawa? Kwa hiyo wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha kwa kikundi kinajiwekea akiba. Tukaweke akiba kwa ajili ya uendelevu wa kikundi. Vikundi visife. Mnamaliza tu mkopo na nyinyi mko hoi hai. Hamna ng'ombe wala maisha, kitu kimeisha. Na pale tena kichawi kinakuwa kikundi kinaenda kufa. Tunatamani hilo. Tunawawezesha nyinyi, mkishamaliza mkopo tunaamini mtakuwa mnajiendeleza, tunawataka na wengine waje na wao wapewe. Wakati wa nyinyi mnafanyaje? Narejesha, wengine wanapewa. Si ndio? Kwa maana nyinyi tutakuwa tumemalizana. Kesi labda tutahitaji tena kukopa, tutawaona. Lakini twendeni tukaweke akiba. Mwenyekiti na viongozi wako wengine tukalisimamia hili, tukaweke akiba kwa ajili ya uendelevu wa nini? Wa miradi yetu. Kikundi kina wajibu wa kuhakikisha kuwa kila mwana kikundi anarejesha mkopo. Sawa? Ikitokea ameshindwa kurejesha, kikundi kitawajibika. Mtapewa mikataba ambayo mtaijaza. Si ndio? Hiyo yote ni kwa ajili kuwasimamia tu mnarejesha hii mkopo. Mwenyekiti na viongozi wengine pamoja na wasibu tukasimamia urejeshaji wa nini? Wa mikopo. Wote nao wajibu wa kurejesha mkopo. Sio kukimbia watu wengine wanakimbia wanahamia wapi, wengine wanahamia wapi. Sasa kwenda kwenye kikundi tunamkuta mtu mmoja tu kwenye kikundi, mwingine anaweza kikimbia huko, mwingine kikimbia huko. Hilo hatutalitamani kuliona kwa nyinyi, si ndio? Hatutaliona. Basi tuzeni tukarejesha ili wengine nao wakope. Hii ndio kwa nyinyi, kwa wengine wamerejewa, warudishe tukapewa nyinyi. Sawa. Wajibu wetu mwingine ni kutoa taarifa sahihi za vikundi zinapohitajika na mamlaka. Ziko mamlaka mbalimbali zinapita kwenye vikundi vyenu. Bila shaka mmeziona, si ndio? Zitahitaji taarifa. Nendeni mkatunze kumbukumbu. Katibu wa kikundi, hii ndio kazi yako. Nendeni kile mnachokifanya, mnaweka kumbukumbu. Kile mnachokifanya, mnaweka kumbukumbu. Pale zinapohitajika. Hapo mamlaka yote itakapohitaji na inakuwa rahisi kwa nyinyi kuzitoa na kuona kikundi na hii pia kuuza vile migogoro. Ukishatunza kumbukumbu, maana hata kama kuna pesa ilitumika, bwana hii kuitumikaje na kurudisha kwenye makaratasi, kwa bwana ni kwa hivi na hivi na hivi. Si ndio? Inakuwa rahisi kwa nyinyi, lakini pia kwa mamlaka. Wajibu mwingine ni kushiriki katika mafunzo ya uendeshaji wa biashara na usimamizi wa fedha kabla, wakati na baada ya kupata mkopo. Sasa hivi ni kabla ya kupata mkopo, si ndio? Wakati wa kupata mkopo pia mnaweza mkapewa elimu, lakini baada ya hapo ziko watu wa wizara watapita, wizara ya fedha wanapita kuzunguka, mtakapohitajika mtaambiwa kwa bwana kuna wataalamu wanakuja, inabidi mpate hizi nini? Mafunzo mbalimbali ya uendeshaji. Kwa hiyo mtapata hapa, mtapata baadaye na huko mliko. Msisite kutoa taarifa kwa bwana kuna mazingira haya tunahitaji kitu fulani. Kama tunahitaji elimu kwa mliko, si ndio? Mtatoa taarifa kwa bwana tunafanya biashara lakini tumekwama hapa, tunafanyaje? Wataalamu wapo biashara watakuja hapa watawafundisha. Lakini pia kama hivi mmechukua namba za simu, mtapata changamoto huko. Msisite kutoa taarifa. Elimu hizi hazina mwisho. Sawa? Tunapata hapo kwa chache, tunakwenda kwa muda, lakini baadaye huko mtakokuwa huko mtaani hakuna muda. Utapiga tu simu, bwana kiongozi tumekwama sehemu fulani kwenye ufugaji, ng'ombe wangu yuko hivi na hivi na hivi, au kwenye biashara yangu kuna ABCDFG, bwana mimi nafuga samaki wamekuwa hivi na hivi na kwaje. Elimu bado inaendelea kutolewa. Kwa hiyo hii ni elimu ya awali. Baada ya kupata elimu na huko mbele wakati wa uendeshaji wa shughuli zenu msisite kuomba msaada kama mtakwama. Sawa? Kwa hiyo wajibu wenu mwingine ni kushiriki hayo mafunzo mbalimbali. Mtakapohitajika mtaitwa. Wajibu wenu mwingine ni kutumia fedha za mkopo kwa madhumuni yaliyokusudiwa tu. Mmelijaza andiko mradi, si ndio? Andiko mradi lile ndio ambalo linaonyesha kwamba nyinyi mnafanya shughuli gani. Na sisi tunaijua shughuli ile ambayo mmeiweka kwenye nini? Kwenye ile fomu ya andiko mradi.
Kama mnaandika kulima, basi tumeona kwa ni kilimo. Kama mnafuga, tumeona kwa andiko mali ni nini? Ni kilimo. Fedha hizi mnazopewa ni kwa ajili ya shughuli ile ambayo mmeombea. Sawa eh? Twendeni tukafanye ile shughuli. Sio mnachukua mkipewa ni pale mchapa nyumbani ndio mnaanza kugawana. Mkishaanza kugawana tu migogoro itaanza. Sawa? Wengine watakimbia. Kwa hiyo fedha hizi tukazitumie kwa yale yote ambayo tumeorodhesha kwenye ile andiko mradi. Na kama kutakuwa na namna ya kutaka kugawana, labda ya kukopeshana, tuseme mgawani na kukopeshana, sawa eh? Tutakuwa kuna utaratibu huko. Sisi tunawapa mikataba nyinyi, si ndio? Lakini na nyinyi pia mnaweza kuandika mikataba yenu wenyewe. Kwa ajili kwa mfano wewe bwana unampa wewe pesa, unakuwa na mkataba wa kikundi. Mikataba ya nini? Ya kikundi. Hiyo ya kikundi mnaandaa mikataba yenu, mnamjazisha kila mtu anampa pesa ambayo yule atawajibika kwa nyinyi. Lakini sisi tutawapa mikataba yetu ambayo nyinyi mtawajibika kwetu sisi. Sisi tutakuja kudai kikundi, lakini nyinyi mtadaiana wenyewe kwa wenyewe kupitia mikataba. Sio mnampa pesa mtu anakimbia, alafu kumbe hakuna maandishi aina yoyote. Hilo sisi tutalikubali. Sawa sawa?